Kwa sasa yetu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana awe nawe rohoni mwako. Ninaswalisha. Mkristo mmoja anamshukuru Mungu kwa kuongeza mwaka mwingine siku ya leo. Anaomba neema na kibali katika safari yake ya duniani, na pia anaombea kazi za mikono yake, mahusiano yake pamoja na afya njema ya mwili na roho, na pia anaikabidhi familia yake, ndugu, jamaa na rafiki mikononi. Mungu wapendwa, basi tutafakari na tufunge dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namgabia Mwenyezi kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutimiza ahadi. Nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni kwa Bwana wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi wa milele, unayeongoza vitu vyote mbinguni na duniani, uyasikize kwa wema maombi ya watu wako, na usijalie nyakati zetu amani yako. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo katika kitabu cha kwanza cha Samueli. Walipokuwa wakienda, hapo Daudi aliporudi baada ya kumuua yule Mfilisti, wanawake wakatoka katika miji yote ya Israeli kwa kuimba na kucheza ili kumlaki mfalme Sauli. Wakatoka na matari na shangwe na vinanda. Nao wale wanawake wakaitikiana wakicheza wakisema, Sauli amewaua 1000 zake na Daudi 10,000 yake. Basi Sauli akaghadhibika sana na maneno yao yakamchukiza, akasema, wamempa Daudi 10,000 na mimi wamenipa 1000 tu. Kuna nini tena awezaye kupata isipokuwa ni mfalme? Sauli akamwonea Daudi wivu tangu siku ile. Kisha Sauli akasema na wanawe Yonathani na watumishi wake wote kwamba wamuue Daudi. Lakini huyu Yonathani mwana wake Sauli alikuwa akipendezwa sana na Daudi. Basi Yonathani akamwambia Daudi, akasema, Sauli baba yangu anatafuta kukuua. Basi nakusihi ujiangalie sana asubuhi, ukae mahali pasiri na kujificha, na mimi nitatoka nje na kusimama kando ya babangu huko shambani ulipo wewe, nami nitazungumza na baba yangu habari zako.
Neno la Bwana. Wimbo wa katikati, kitikio: nimemtumainia Mungu sitaogopa. Nimemtumainia Mungu sitaogopa. Mungu unirehemu, maana yuko atakaye kunimeza. Mchana kutwa ananionea akileta vita. Adui zangu wanataka kunimeza mchana kutwa, maana waletao vita yangu kwa kiburi ni wengi. Ee Mungu wangu, nimemtumainia Mungu sitaogopa. Umehesabu kutangatanga kwangu, uyatie machozi yangu katika chupa yako. Je, hayamo katika kitabu chako? Ndipo adui zangu watarudi nyuma siku hiyo niitapo. Neno hili nalijua kuwa Mungu yu upande wangu. Kwa msaada wa Mungu nitalisifu neno lake. Kwa msaada wa Bwana nitalisifu neno lake. Nimemtumainia Mungu sitaogopa. Mwanadamu atanitenda nini? Ee Mungu, nadhiri zako zi juu yangu, nitakutolea dhabihu za kushukuru. Shangilie. Yesu alimtenga yeye na wanafunzi wake, akaenda baharini. Mkutano mkuu ukafuata kutoka Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu na Idumaya na ng'ambo ya Yordani na pande za Tiro na Sidoni. Mkutano mkuu waliposikia habari za mambo yote aliyokuwa akiyatenda, wakamwendea. Akawaambia wanafunzi wake ya kwamba chombo kidogo kikae karibu naye, kwa sababu ya mkutano, wasije wakamsonga. Maana aliponya wengi, hata wote waliokuwa na misiba wakamrukia wapate kumgusa. Na pepo wachafu kila walipomwona walianguka mbele yake, wakalia wakisema, wewe ndiwe Mwana wa Mungu. Akawakataza sana wasimdhihirishe. Neno la Bwana. Sifa kwako Ee Kristo. Wapendwa, katika sehemu ya Injili ya leo, Yesu anaendelea kutenda mambo mengi, mambo makuu, mambo makubwa machoni pa watu, na sifa zake zinaendelea kutapakaa kila mahali katika miji na pembezoni mwa miji kwa sababu hiyo. Kwa hiyo watu
kutoka sehemu mbalimbali waliposikia makuu anayoyatenda, maajabu anayoyatenda, wamejitokeza kwa wingi kumfuata kutoka Uyahudi, Galilaya, Yerusalemu, pande za Tiro na Sidoni na zaidi. Wapendwa, mjini ya leo tunatualika kumtafuta Yesu Kristo kwa hali na mali, kumtafuta Yesu Kristo kwa bidii, bila kunung'unika, bila kujikatia tamaa, bila wasiwasi. Kila mmoja ana jambo la kumshirikisha Yesu Kristo, kwa maana kama binadamu katika maisha ya kila siku tunapitia changamoto nyingi, mahangaiko mengi katika panda shuka na purukushani za kila siku. Jibu ya mambo haya yote ni kwa wapendwa ni Yesu Kristo. Kwa hiyo tunasema hata mapepo wachafu wanapiga magoti mbele zake na kutambua kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Hivyo akiwa ndani ya mioyo yetu tutasimama imara na tutapata ule ungafu, ile neema ya kufanya hao wa kwanza katika maisha yetu ya kila siku. Tumpe kipaumbele yeye kama mwana wa Mungu. Tukifanya hivyo, mioyo yetu itatakata, Mungu atatukuzwa na sisi binadamu tutakatifuzwa. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.
ili aangamize mauti na kudhihirisha ufufuko. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tunatangaza utukufu wako tukisema kwa sauti, Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Bwana ameita na chemchemi ya utakatifu wote. Tunakuomba utakatifu wake hili kuombea wako ilivyo kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa kuingia kwa imani katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaubeka, na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itangazwa kila kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kama maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na sasa tunatangaza ufufuko wa Bwana. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na kukuzika ufufuko wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunakaribisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake Mwanao, na kutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu, na kushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanye na Roho Mtakatifu tupate kuwa jambo moja. Kwa maana ulikuja kanisa lako kuliwalea katika duniani, kulikamilisha katika mapendo. Pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14, askofu wetu mkuu Beatus Kimeia, msaidizi wake kiongozi wa wageni wote, kuwakumbuka pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la
Mwana kondoo wa Mungu,
Kristo